Neno la Mungu ambalo tunatafakari asubuhi ya leo ni kutoka kile kitabu cha Wathesalonike wa pili, waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wathesalonike sura ya 3, tutaanzia mstari ule wa 6 na tutaongozwa na wazo linalosema matendo mema. Matendo mema. Matendo mema ndio wazo ambalo linatuongoza katika kifungu hiki cha Wathesalonike wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wa 6. Nitarudia kusoma mistari hii michache kwa ajili ya sisi kuweza kujifunza. Neno la Mungu linasema, ndugu, twaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mliyopokea kwetu. Mwajua wenyewe jinsi wapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukutenda bila utaratibu kwenu, wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote, si kwa kutumia amri, lakini kwa kusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu, mtufuate. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu, tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula, kwa maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo, watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Lakini ninyi ndugu, msikate tamaa katika kutenda mema. Kwa hiyo mtu awaye yote halishiki neno letu la waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye apate kutahayari, lakini msihesabu kuwa adui, bali mwonyeni kama ndugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Neno la Mungu. Baba, niamini na kweli neno lako lafaa kwa mafundisho kila wakati. Naomba Bwana tufundishe nasi tuonye, kama ambavyo mtume Paulo aliwaonya watu wa Thesalonike. Bwana, na sisi utuonye katika ibada hii, tukabadilike, tukapokee na kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Asante Mungu Roho Mtakatifu, kwa sababu wewe ni mhudumu na utakwenda kulihudumia kanisa lako. Tunaomba hivi kwa unyenyekevu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuna wazo nalosema matendo mema. Matendo mema ni yale matendo ya upole, ya hekima, ya busara, na ni yale matendo ya adili, uadilifu, uwajibikaji, uaminifu na kadhalika. Haya ndio matendo mema ambayo mtu akiyashika na kuyafuata ataishi maisha mazuri mbele za Mungu. Matendo mema ya uadilifu, ya utulivu, ya upole na kuwa na kiasi katika mambo yote. Na kuna watu wanasemaga kiasi ni nini? Kuna watu wanapenda mpira, si ndio? Mpira usikufanye uache kuja kanisani kwa sababu ya kwenda kuangalia mpira, au usikuondoe katika jambo lolote la kiungu ukaacha ukaenda kufuata hayo. Hicho ndicho kiasi. Usizidiwe na mambo mengine. Haleluya. Yaani kuna mambo ambayo yanaweza akakupelekea ukakosa kiasi katika ibada, ukakosa kiasi katika kuzungumza, ukakosa kiasi katika matendo. Hata matendo unayofanya wakati mwingine yawe na kiasi, kwa sababu kuna mambo mengine unapoyafanya hata ukiwa kanisani, kama hayana kiasi yanakuwa usumbufu kwa mtu mwingine. Kwa maana hiyo
haya matendo ambayo tumeagizwa kuyatenda yaliyo mema, moja wapo ni kiasi, kuyafanya kwa kiasi. Mtume Paulo katika waraka huu tunaona anazungumza kama hayuko peke yake. Hapa tukumbuke Mtume Paulo alikuwa bado yuko na Timotheo, anamwandaa kwa ajili ya kumwachia neno la Mungu, kuiendeleza ile injili na kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo unaona anazungumza kama vile wako wawili. Unaona anasema katika ule mstari wa kwanza wa 6 anasema, ndugu, twawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Twawaagiza, sio kwamba anaagiza mwenyewe. Kwa hiyo kulikuwa na watu wawili pale. Thesalonike ni kanisa ambalo Mtume Paulo katika mzunguko wake wa kwanza, hapa anazungumza sehemu ya pili. Safari yake ya kwanza aliyofika Mtume Paulo Thesalonike, ambayo pia ameandika katika waraka wa kwanza, anasisitiza watu wasiofuata utaratibu. Sasa watu wasiofuata utaratibu ni watu ambao hawatendi yale matendo ambayo waliwaachia na kuwaagiza wayafanye. Kwa hiyo sasa wanaondoka katika ile, wanakwenda kufanya yasiyofaa. Sasa katika sehemu hii ama kifungu hiki tunaona anazungumza naye, na ameanza pale juu, anasema hatimaye ndugu tuombeeni. Hapo unachoona anasema tuombeeni, sio yuko peke yake, bado anakazia kwamba wako watu zaidi ya mmoja. Neno la Bwana liendelee kutukuzwa vile vile kama ilivyo kwenu. Kwa anahitaji pia msaada wa Mungu, yeye pamoja na wenzi katika kuendeleza injili. Ndugu zangu, laiti kama hapa kanisani hakuna waombaji, mchungaji peke yake hawezi. Kama hakuna watu nyuma wanaomshika mkono, wanaomsapoti kwa maombi, wanaomsaidia kwa mawazo, wanaomsaidia katika vikao, wanaomsaidia katika mambo mengi ya hapa kanisani, dhahiri kwamba hawezi peke yake. Kwa hiyo hata Mtume Paulo anahitaji msaada kutoka kwa watu wengine pale Thesalonike. Pamoja na kwamba kuna watu ambao hawaendi kwa utaratibu, lakini bado anaamini kwamba kwa ushirikiano anakuwepo. Na Mtume Paulo tunaona anachokijaribu kukigusa hapa ni kwa habari ya kutenda kazi. Ndugu zangu, kazi huwa watu wengi hawapendi. Huku mjini kidogo sio mbaya. Kazi kuna watu wengine hawapendi kazi. Mimi nimetoka maeneo ya kijijini. Kuna watu hawapendi kazi. Ukienda mashambani mwao utajua. Ukipita maeneo wanakofanyia kazi utajua hawa hawapendi kazi. Na kazi hata huku mjini kazi zipo. Kuna kazi zingine unatakiwa uingie saa 1. Mimi naishi pale karibu na mwalimu mmoja. Anaamka saa 12. Yaani ule muda ambao mwanafunzi anaoingia bafuni na yeye yuko hivyo. Anapoanza kuondoka na hivyo. Na kuna wengine wanafundisha mbali. Kwa mfano sasa watu wanaopitia barabara ya Ungalimite. Jam ni kubwa. Sasa usipokuwa na bidii huwezi kwenda kazini. Kwa sababu utachelewa, hautafanya ile kazi sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu ya uvivu, umechelewa kuamka. Natakiwa amke mapema, ukute njia bado iko wazi upite kabla jamu haijaweka. Hasa siku za Jumatatu na Jumanne. Kwa hiyo pia inapimwa kazi hiyo. Sasa Mtume Paulo anajaribu kuzungumza na watu wa Thesalonike. Anawaambia kwamba kila mtu afanye kazi. Maana tulishawaambia tangu awali kwamba asiyefanya kazi hastahili kula. Na usipofanya kazi huwezi kupata kipato, huwezi kupata chochote. Na familia inaitegemea kazi yako. Ndugu zako wanategemea kazi unazozifanya. Watoto wako wanategemea jitihada zako katika ile kazi. Kwa maana hiyo, kama ufanyi kazi ipasavyo,
ni dhahiri kwamba mambo yako yatakuwa magumu. Utakuwa mtu wa kutegemea watu wengine, unakuwa mzigo kwa watu wengine, unakuwa kwazo kwa mwingine. Sasa utasema, kwa nini sisi kanisani tunazungumza habari ya kazi? Kwa nini kanisa Anglican limeweka hii agenda? Kwa nini limeweka hili wazo kuu kwamba matendo mema, matendo ikiwemo kila kazi? Kanisani tunahitaji watu wanaofanya kazi. Mwenyekiti idara ya kina mama ana kazi zake hapa kanisani, ana kazi zake na anatakiwa azifanye vizuri. Katibu wa kanisa ana kazi zake hapa kanisani, ndio mtendaji mkuu, kila kazi afanye kwa sababu ndio wajibu wake. Maana asipofanya hakuna kitakachoendelea sawa sawa. Wakina baba wana shughuli zao, nao pia wanatakiwa wazifanye, sio kwa kutegemeana. Wewe binafsi chukua nafasi kwa sehemu yako, tena endelea kuifanya kazi. Mtume Paulo hakuanzia hapa. Katika waraka wa kwanza wa Paulo mtume sura ya 2 mstari wa 9 anakaza, anaendelea kusema, maana ndugu, mnakumbuka taabu yetu na masumbufu yetu, kwa kuwa mchana na usiku tuliifanya kazi, tusije tukamlemea mtu wa kwenu awaye yote, tukawahubiri hivi injili ya Mungu. Ninyi ni mashahidi. Anajaribu kuthibitisha kwamba hata ninyi ni mashahidi. Haiwezekani kwamba mimi niko hapa, watoto wangu wanaosoma itegemee kanisa, chakula cha watoto wangu kila kitu kanisa, ada za shule kanisa. Kuna vitu vingine mimi mwenyewe nifanye, mimi mwenyewe natakiwa kufanya. Mtume Paulo anasema hatukuwalemea. Mtume Paulo alikuwa na kazi zake. Kwa wakati ule alikuwa anashona mahema, yale matenti anatengeneza. Kwa hiyo alikuwa anahudumia huko, anafanya kazi. Kwa hiyo kuna wakati wamekubaliana kwamba kesho tutakutana hapa kanisani kwa ajili ya fellowship. Tutakuwa na maombi kanisani. Lakini kuanzia asubuhi mpaka saa 8 wanafanya nini? Kuna kazi anafanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume Paulo anasisitiza kila mmoja afanye kazi, asimlemee mwingine. Tunafanya kazi fulani fulani hapa kanisani, kila mmoja aone shauku. Nilitangaza hapa kwamba kuna mambo mawili. Kuna waimbaji wanamsifu Mungu hapa. Fanya kitu kwa ajili yao, kwa sababu wanachokihubiri ni injili ya Yesu Kristo. Wanasaidia kuhubiri injili. Kuna watu wengine wako hapa, wamekuja kanisani, lakini shida yao yote wasikilize kwaya inaimbaje. Mimi nilikuwa nazungumza na dini wangu siku moja, akasema kwaya shangilieni. Siku hapo kanisani kuna Wakristo hawapo. Na kwaya shangilieni kuna ibada ya kwanza na ya pili. Kama wiki hii wamesali ibada ya kwanza, utawaona wale watu wao wanajua kabisa na ratiba, na wiki inayokuja shangilieni watasali ibada ya pili. Wale watu wao kama siku hawapo kabisa, na unawezekana hata kanisani wasije. Sasa umeona kila mtu ana umuhimu kwenye nafasi yake. Na mimi najua kama kwaya hapa haipo, na watu wengine hawatajisikia vizuri, kwa sababu kila mmoja ana nafasi yake kwa wakati wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Wathesalonike walikuwa ni watu wa uvivu. Walikuwa ni watu ambao wameacha kuifanya kazi ya Mungu vizuri pasavyo, wanafuata mafundisho mengine, wanaacha kile ambacho wameagizwa na yeye mwenyewe. Anasema katika ule mstari wa 10, anasema usiku na mchana tunapoomba kwa juhudi tupate kuwaona nyuso zenu. Sura ya 3 waraka wa 2
mstari wa 10 anasema, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Kwa tunachokiona hapa, anajaribu kukazia habari ya kufanya kazi. Asiyefanya kazi na asile. Huwezi kula vizuri. Kuna misali ya Kiswahili inasema, kuku hula pale ambapo anaparuza. Pale anapoparuza kwenye ardhi, ndipo anapopatia chakula chake. Kuparuza pale chini sio kazi ndogo kwa kuku. Ni kazi kubwa. Anatumia nguvu, jitihada na maarifa na akili yake, kwamba hapa ninapoparuza hapa kuna kitu, ndipo palipo na chakula chake. Hajakaa tu hivi. Na watu tunatabia kulalamika, unajua watoto wengi. Kuku anaweza akawa na watoto hata zaidi ya 10, yuko peke yake. Atazunguka huko na huko, usalama wa watoto wake na kila kitu, na ataparuza pale chini, watoto watashiba. Na ikifika wakati wa jua kuwaka sana, utaona atakwenda kivulini, naye anapumzika. Na wakiwa wamepumzika pale, wameshiba. Jitihada zipo. Kanisa linahitaji wasomi. Kanisa linahitaji watu wenye fedha. Kanisa linahitaji watu wenye uchumi mzuri. Kanisa linahitaji watu wenye bidii. Kanisa linahitaji wavivu. Kanisa linahitaji watu wa mazungumzo tu. Tena Biblia inakemea, inakataa watu wa namna hiyo. Unajua, amesema watu wa namna hiyo watengeni, wekeni mbali nao, kaeni mbali nao. Kwenye kifungu hiki anasema kaeni mbali nao. Mstari ule wa 13 anasema, lakini ninyi ndugu, msikate tamaa katika matendo mema. 14 anasema, na ikiwa mtu awaye yote halishiki neno letu la waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye ili apate kutayari. Msizungumze naye. Hivyo nafikiri hivi, mtu ambaye nafikia mahali unaambia usizungumze naye, mwache. Huyo mtu ameshakuwa hatari. Ameshakuwa kwazo. Kwa sababu mtu ambaye hafanyi kazi, lazima usipokuwa naye makini, anaweza akakuvuta nao kaingia kwenye mkumbo huo. Na huo mkumbo unajua unakwaje? Maneno. Ataanza tushoga, unajua. Na jirani yetu ilivyokuwa jana, kilichotokea jana, alivyotandikwa na mume wake, kilichosababisha ni hiki. Huyo mtu kaa naye mbali. Biblia inasema, jihadharini naye, mkae naye mbali, mtenge. Kutengwa sio kazi rahisi. Mwekeni mbali, kwa sababu mkikuwa naye karibu, hatari yake ni kwamba atakuja kuwakwaza na nini? Atakuja kuwakwaza, atawaingiza kwenye mkumbo mtu ambaye hana kazi. Na tumesema kwamba kanisa linahitaji watu wanaofanya kazi, kila mtu kwa nafasi yake. Kwa hiyo Biblia inasema msizungumze naye ili apate kutayari, ili apate kuogopa, ili ajue kwamba watu hawapendi hiyo tabia, hawapendi mambo hayo. Watu wanataka tufanye kazi, tukutane, tuzungumze mambo ya msingi, tupeane salamu nzuri basi, tuzungumze habari za manyumbani mwetu basi, lakini sio habari zingine za habari ya mtu mwingine. Hilo limeleta mafarakano katika kanisa la Thesalonike. Ilileta mafarakano. Kwa maana hiyo, jitahidini na watu wa namna hiyo, kwa sababu watu wa namna hiyo ni wavivu, ni watu ambao wanaharibu. Ni lazima kila mtu kufanya kazi aliyokusudia tangia mwanzo, na kufanya kile ambacho Mungu amempa kama zawadi yake, kama sehemu yake, ambapo Mungu amempa kuparuza na kupata riziki yake. Heshimu kazi. Ninyi ambao mna mabosi juu yenu, waheshimuni. Hata kama yukoje, wakati mwingine anatoa maagizo magumu ambayo wakati mwingine hamwezi.
tiini mamlaka yote iliyo juu yenu. Kaeni nao kwa unyenyekevu. Ni jambo la muda tu, unapita, kwa sababu katika kufanya hivyo unaweza kuilinda kazi yako, unaweza kulinda usalama wako, unaweza kulinda maisha yako. Maana Mungu ametupa afya na nguvu kwa ajili ya kufanya kazi. Hatukai na kulemea mtu mwingine. Mtume Paulo anataka watu wa Thesalonike kufuata mafundisho yao, mafundisho aliyowafundisha, yale mafundisho ambayo yeye aliwaelekeza, yale ambayo wao walifundisha tangia mwanzo, kama anavyosema katika ule mstari wa 14. Na ikiwa mtu awaye yote halishiki neno letu la waraka huu, jihadharini na mtu huyo. Kwa hiyo anajaribu kusisitiza kwamba kila mmoja ashike yale ambayo ameagiza. Mtu wa namna hii kimsingi anapaswa kuchukuliwa hatua kama ambavyo tumetangulia kusema. Lakini pamoja na kumchukulia hatua, ndugu zangu, tuangalie pia, kwa sababu hao watu ni wa kwetu, tusiwaache mbali. Ule mstari wa 15 anasema lakini msimhesabu kuwa adui. Lakini msimhesabu kuwa adui mtu anaye, bali mwonyeni kama ndugu. Mrejezeni kwa upole, mpeni maonyo, ajue namna ifaayo katika kufuata Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Injili ya Mathayo sura 18 mstari wa 15, Injili ya Mathayo sura ya 18 mstari wa 15 na kuendelea, Biblia inazungumza mambo machache hapa. Anasema, na ndugu yako akikosea, nenda ukamwonye wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata ndugu. Kwa maana hiyo, tunapozungumza habari ya watu ambao wamekuwa wakufarakanisha, wakuharibu, mtu huyo lazima tuchukue hatua ya kumwonya popo, tumrejeze mtu huyo. Tena akasema, kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili na watatu kila neno lithibitike. Na asipowasikiliza wao, liambieni kanisa. Na asipolisikiliza kanisa pia, na wewe na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Kwa maana hiyo anatengwa, akae pembeni. Unaona? Amin naambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa na mbinguni, na yote mtakayofungulia duniani yatakuwa yamefunguliwa na mbinguni. Kwa maana hiyo, kuna watu ambao itafika mahali wanashindikana, ama mjui. Kuna watu ambao hawawezekani. Unazungumza naye bado hapokei, unatoa maonyo bado hazingatii. Mtu wa namna hiyo, wacheni, baki. Na hao sehemu kubwa ni wavivu. Mtu anayechapa kazi muda mwingi anakuwa yuko busy na kazi zake, yuko na shughuli zake. Akipata muda mchache, ni mchache, mtazungumza mambo ya msingi, anaondoka. Biblia inasema mrejezeni, mwonyeni, zungumza naye. Maana hata kwetu wapo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunapaswa kuonyana na kusaidiana sisi kwa sisi. Kama kuna kuonyana sisi kwa sisi, basi tutafanya vizuri katika kuonyana na kujengana sisi kwa sisi. Maana kanisa linahitaji watu wa namna iliyo njema. Kanisa linahitaji watu wema. Thesalonike sio kwamba walikuwa wanakaripiwa na Mtume Paulo kwa sababu tu ya jinsi walivyompokea Kristo. Lakini katika kumpokea Kristo kuna watu wanakengeuka, wanafanya vibaya, wanapotoka, wanageuka huku na huku. Kwa hiyo wanaacha yale maagizo kwa sababu hawataki kufuata maagizo walioagiza Mtume Paulo pamoja na Timotheo kwa wakati ule. Kwa hiyo kanisa linaagiza kwamba kila mmoja afanye kazi, kwa sababu kazi ndio uti wa mgongo wa kanisa. Kazi mnazozifanya ndio uti wa mgongo wa familia zetu.
Kazi tunazofanya ndio uti wa mgongo katika kila hatua, iwe jamii au watu wote. Kwa hiyo kazi ni jambo ambalo kila mtu anahitajika kuifanya kazi. Kanisa linahitaji pia nguvu kazi. Kuna nguvu kazi ya vijana wa kiume na wa kike kwa nafasi zao, wasimame na kuifanya kazi. Kuna nguvu kazi inayohitajika kwa kina mama. Wakina mama wanajua utaratibu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kanisa linahitaji nguvu kazi kutoka kwa hao pia. Kanisa linahitaji pia fedha kwa ajili ya maendeleo. Hakuna maendeleo yanayokuja kwa maombi peke yake. Inahitaji pia watu wafanye kazi. Pamoja na kwamba tunaomba, lakini hatuwezi kuendelea kama hatutatoa fedha, kama hatutafanya lolote la kifedha. Kwa hiyo tunatamani watu wafanye kazi kwa uaminifu, wapate pesa, waweze kutoa michango, wachangie. Maana kila mahali kuna utaratibu wake. Kanisa Anglican Dayosisi ya Mount Kilimanjaro lina utaratibu kwamba Mkristo yoyote aliye safi ambaye anamcha Mungu basi kwa mwaka atoe sehemu kidogo kwa ajili ya kuendeleza dayosisi. Sasa kuna watu wanashindwa kufanya hivi. Kwa nini? Kazi, wavivu, wameungana na maneno, wameacha kuifanya kazi ya Mungu. Watu wamerudi nyuma. Watu wamebaki wanasema tunatoa ya nini? Jana nilikuwa na baskofu pale St. Stephen. Anafanya ibada ya watoto, anawabariki watoto, anatoa zawadi kwa watoto na walimu wao. Anamaliza, anawaombea, analiombea kanisa, anaombea dayosisi yake. Hapo hapo mabegi yameshajazwa kwenye gari. Anaondoka, anakwenda kulala Babati. Leo anahudumu Katesh, kesho anahudumu mahali pengine huko Babati mpaka wiki ishe, ndipo anarudi. Halali, anafanya kazi yake. Kwa maana hiyo, kumbe kazi ndio kipengele kikuu cha kutuendeleza. Kanisa halitaji watu ambao hawajibiki. Watu ambao hawajibiki lazima utakuta kuna maneno mengi mahali. Lazima utakuta faraka nyingi. Lazima kuna magomvi kwa sababu ya kutokufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuonya na sisi tuzingatie mafundisho, tuzingatie maonyo haya. Sio ya Mtume Paulo kwa Wathesalonike wakati ule, lakini hata kwetu sisi bado neno hili linatufaa. Bado neno hili linatugusa. Bado neno hili linatufaa sisi. Usione makanisa ya watu wengine wanaoendelea vizuri, wanafanya kazi. Mimi nimekulia kanisa la Kiluteri. Wakati bado hata sijaoa, nimepangiwa pesa za ujenzi shilingi 500,000. Nikaanza kupambana kufikiri nifanye nini. Nifanye nini? Nikasema nitawekeza. Nilipambana na nilivuka lengo. Na nilifanya vizuri. Na nilikuwa peke yangu. Sina mtu mwingine anayenisaidia. Lakini kanisa lilikwenda na tulijenga. Ndani ya miaka 2 hekalu kubwa limesimama pale na watu wanaabudu pale. Watoto wangu kuna wakati wanasema, unajua ile kanisa baba, wewe ndio ulisimamia mpaka pale tulipo sasa hivi. Nikamwambia ndio, lakini sasa tunapaswa kujenga lingine. Kwa sababu hatuendi kukaa pale kwa sababu tumemaliza. Tunapaswa kwenda mahali ambapo hakuna kabisa. Na huko nako tunafanya. Kanisani sadaka, kama kiongozi lazima nitoe sadaka mimi. Kwa sababu ndio kielelezo. Na mahali napata jitihada zangu, kazi zangu. Kwa nini? Kwa sababu nina kazi, nina wajibu wa kumtumikia Mungu kwa nafasi yangu. Ninasimama, ninatoa neno la Mungu, ninafundisha kwa ufasaha neno la Mungu. Maana neno la Mungu ni upanga, itakata. Lakini inapokata, ujue kuna kitakachochipuka pale. Yeremia anasema nimetumwa kung'oa na kupanda. Kwa hiyo ukiona tawi linakatwa kwako,
jua kwamba kuna chipukizi litakaloota lingine ambalo litakuwa jema sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usichukie maonyo. Wakati mwingine tunakuja kanisani, watu wanachangia, mgeni rasmi ni nani, tunashiriki. Siku ninayo natoa, kama ninayo kidogo, hiyo kidogo natoa, kwa sababu ndio Mungu alionipa. Na tusianze kunungunika kwamba unajua leo sina kitu. Una kitu. Mungu amekubariki vingi. Mungu amekubarikia vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Toa kwa Bwana, kwa sababu hiyo ndio akiba yako. Ifanye kazi ya Mungu. Shiriki. Na mahali popote ambapo nimepita huwa nafanya hivi. Sipendi nione mimi nashindwa kutoa mchango wa kota kwa sababu mimi ni mchungaji. Hapana. Mimi nimelipa kota mapema. Mwezi wa pili nimemaliza. Mulizeni mwasibu iko hapo. Michango ya ujenzi mimi nimetoa wa kwanza. Nimevuka lengo. Wanao kuwepo kwenye ibada na mimi nashiriki. Mtume Paulo anasema sikuwalemea. Kwa hiyo inapofika mahali na mimi napokea iliyo haki yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni haki. Kwamba kama mchungaji ana wajibu wa kutuhudumia, anapaswa apate pesa za sabuni ya kufua mavazi yake. Ni wajibu wako. Na kwenda kumuona na sukari, ni wajibu wako, ni sehemu yako. Usichukue kama manunguniko. Anakula ale kwa sababu yuko kazini kwake, maana ndio mahali pake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo wakina baba na wajibu huo kanisani. Kuna mambo ya kufikiri kuendeleza kanisa. Wakina mama vivyo hivyo. Kina mama mna kazi kubwa kanisani. Msifikiri hatuoni vitambaa vilivyo. Tunaona tu, tunaangalia. Unaona tu. Hapo tunajua tu nani hapo. Na mimi huwa sikopeshi, nasema nikishamaliza tenda. Nashuka hapo na mimi nitatoa sadaka yangu. Na mimi nitakuwa nimeabudu kama wewe, tutaenda nyumbani. Lakini ukweli usifahamike. Mtume Paulo mbona aliwaambia kanisa halihitaji watu wavivu? Unafikiri walikuwa wanazungumza na watu wa namna gani? Kama sisi. Kila mtu afanye wajibu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wajibu mmoja hapo kuabudu. Na watu hapa tulikuwa tunalalamika kwenye matangazo hapa. Mtu mwingine anakuja kanisani, amevaa nguo zake nzuri, anakaa nje. Sasa neno la Mungu kama hujalipata, kuna nini? Mungu afanya nini? Kifanya. Ni hasara, poteza muda. Unapoteza muda. Zingatia muda. Muda ndio maisha. Muda ndio pesa, Waswahili wanasema. Zingatia huo, tumia vizuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi siamini kwamba watu wote walioko nje wana kazi ya kufundisha watoto. Sio kweli. Wengine wameenda kupoteza tu muda. Na shetani anawaondoa ili wasipokee package ambayo inawahusu wao. Watu kama hao wa namna hiyo, wewe ulio katika Kristo, mwite. Ni wewe. Sio ache. Anifanye hivi. Hivyo sio sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua wewe una muda wa kumtukuza Mungu kwenye kwaya, ni wimbi. Wewe unawasifu, una wajibu huo kuifanya. Tunaonya, tunakaripia, tunakemea. Tumika nafasi ulionayo. Tumika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki, watie nguvu katika kutafakari haya machache ambayo tumeyazungumza hii leo. Ili kusudi katika kumtumikia Mungu tujue kwamba kanisa linahitaji watu makini. Kanisa linahitaji watu wenye uwezo. Kanisa linahitaji watu wanaofikiri
bila kufikiria kwa uvivu. Mtu anayefikiria kwa uvivu huwa hafanikiwi, sababu anafikiria lakini hajiongezi. Waswahili wanasema kujiongeza, hajiongezi. Utakia ufikirie mpaka na kujiongeza ili kanisa liweze kufikia katika hatua njema. Mungu alibariki neno lake na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya fadhili na rehema zako. Wewe ni Mungu unayetupenda, na ndio maana kila wakati unatuonya. Kila wakati unatufikirisha. Kila wakati unatufundisha ili tujue namna ipasavyo kukufuata. Umemtuma Mtume Paulo kwa maagizo magumu na katika mazingira magumu. Na wakati mwingine alipozungumza hakukubaliwa, lakini wewe Mungu umekwenda kusema naye na kumtia nguvu. Roho Mtakatifu tusaidie na sisi tuweze kujifunza kutoka kwako. Sisi bado ni mwanga na taa katika taifa. Sisi ni njia ambayo umetuandaa kwa ajili ya watu wengine kujifunza kutoka kwetu na hata watoto wetu. Naomba Mungu tusaidie tukaitende sawasawa na mapenzi yako. Katika haya yote tuyatendayo, tukafanye kwa utukufu wa jina lako. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, kwa sababu hata na sisi tumelisikia neno lako na tumejifunza kutoka kwako. Tunaomba hivi kwa unyenyekevu katika jina lako Yesu Kristo, mwombezi wetu. Amen. Mungu awabariki sana.